Call her Brenda, Señorita, mtoto jicho kama anakuita, na hapo kifuani chuchu saa sita, na hilo shepu sasa kiufupi ameumbika, ni kakamilika kila idara. Sasa huyu bidada licha kuwa na vitu vyote hivyo, lakini kuna swala moja tu ambalo liko linamtatiza kinoma. Hakuwahi kukaa kwenye mahusiano ya muda mrefu, kwa sababu alikuwa na boyfriend wa kwanza, lakini alibwaga, akaja akapata boyfriend wa pili pia, na pia akambwaga. Na yote haya alikuwa hafahamu sababu ni nini mpaka hawa wanaume wake wote wanaachana na yeye. Sasa siku ya leo wakati yuko hapa kwa boyfriend wake mwingine pia ambaye alikuwa amempata, lakini ghafla anashangaa mshikaji anakuja anamwambia ya kwamba inabidi kuanzia leo wawili hao waweze ku break up, kitu ambacho kikawa kimempa stress bidada na kuuliza kwa nini nimekukosea nini, lakini mshikaji akawa amesema ya kwamba haujakosea kitu chochote kile, lakini for now I need to move on, so inabidi usepe katika hii nyumba uweze kuniachia nyumba yangu peke yangu, kwa sababu mimi na wewe it's over. Kuanzia sasa utadeal na mambo yako na mimi nitadeal na mambo yangu. Sasa hiki kitu kikawa kimemchanganya sana bidada, akawa overstressed, kitu ambacho kikawa kimemfanya akatoka mule ndani na kuanza kutembea pasipo kujua ni wapi ambako alikuwa anaelekea. So wakati yuko nje anatembea barabarani, mara ghafla akawa amepata kizunguzungu na kudondoka chini. So wakati anadondoka chini, kuna mshikaji ambaye anaitwa Michael alikuwa pembeni anapita na gari yake, so akamuona bidada mpaka anaenda down, so ikabidi ashuke na kwenda kumchukua kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Anafika hospitali, daktari akawa anasema ya kwamba bidada yuko very overstressed, so anahitaji muda zaidi wa kupumzika na kupata muda ambao anaweza kaika akili yake sawa pia ili kujiweka sawa. So mwamba ikabidi amchukue bidada na kumpeleka mpaka kwa shoga yake ambaye anaitwa Oninye, na mpaka kufikia hapo bidada hakuweza kuzungumza kitu chochote kile. Akawa amesema ya kwamba atakuwa anakuja kumtembelea mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba afya ya bidada inakaa poa. So kile kitu cha kuachwa bila sababu za msingi kikawa kimemconfuse sana bidada, na alipokuja kukaa sawa akawa amejiapiza ya kwamba yeye kuanzia siku hiyo na kuendelea hatojihusisha kabisa na mahusiano na wanaume. Yani amemaliza kiufupi, hahitaji mwanaume yoyote yule kwenye mahusiano yake. Sasa siku ya leo wakati amekaa hapa ndani, ghafla akawa amepokea message kwenye simu yake. Kufungua ni DM ambayo inatoka Instagram kwa mama mmoja ambaye anaitwa Angel. Alikuwa amemcheki bidada na kumwambia kwamba mimi nakufahamu na najua every situation zote ambazo zimekutokea wewe kwenye maisha yako, na kujua A to Z kuhusiana na wanaume wako wote ambao umedate nao na wamekuacha bila sababu za msingi pia, na mimi niko hapa kwa ajili ya kukupa furaha pia. So bidada akajua labda ni prank, huenda ikawa Michael anamchezea mchezo, lakini baada ya kutuma message ile ikaja kujibiwa kesho yake asubuhi na kumwambia kwamba no, mimi sio Michael na Michael hawezi kukupa furaha kabisa. Mimi naitwa Angel na ni malaika wako mlinzi ambaye nakulinda na sihitaji kabisa upate matatizo yoyote yale. So kuanzia hapo mahusiano baina ya Angel na Brenda yakawa yameanza, wakawa na chat mara kwa mara na bidada akawa comfortable zaidi kuchati na Brenda, licha ya kwamba Michael alikuwa anakuja kumtembelea mara kwa mara, lakini bidada hakutaka kabisa kuonesha interest yake kwa Michael na alikuwa anamkwepa kila mara, na alikuwa hataki kabisa Michael aweze kujihusisha kwenye maisha yake. Kwa sasa shida inaanza pale ambako ex wa huyu bidada mmoja baada ya mwingine wanaanza kukata moto, kukata punzo, wanapoteza maisha na bila sababu za msingi pia, na haijulikani ni nani ambaye alikuwa anawaua hawa ma ex wa huyu bidada. Na polisi nao wakawa wamelivalia njuga hilo swala na kuanza uchunguzi wao taratibu ili kugundua ni nani ambaye anahusika kwenye hivi vifo vya hawa watu wote ambao wameuawa. Polisi nao baada ya kufanya uchunguzi wao wa kina sana wakaja kugundua kwamba location ambayo ilikuwa inatuma message kutoka kwa Angel kwenda kwa Brenda ni location hiyo hiyo ambayo Brenda alikuwa anapokea message kutoka kwa Angel. Yani iko hivi, yule Brenda wakati anatumia message na Angel, kwa maana ya sehemu ambayo alikuwa yuko Angel ndio sehemu hiyo hiyo ambayo yuko Brenda. Kwa hiyo polisi wakawa wamerealize ya kwamba huenda ikawa Brenda ndio huyu Angel na Angel ndio huyu Brenda. So ikabidi fast wachomoke pale ambako hapo mpaka kwenda nyumbani kwa Michael, na wanafika pale wanakuta tayari Brenda ameshabadilika na kuwa Angel na akaanza kumkaba kwa ajili ya kumuua, lakini polisi wakawa wamefika pale na wakaweza kusolve ule mchezo na kumchukua bidada kumpeleka hospitali. Na kule hospitali wakaja kurealize ya kwamba bidada yuko overstressed sana kulingana na matukio ambayo ameyapitia, so akawa anashindwa kujicontrol yeye mwenyewe na akawa anahitaji mtu wa karibu zaidi wa kuweza kumsaidia. So ndio huyu Angel akawa amejitokeza kwenye maisha ya bidada, lakini vyote vile alivyokuwa anavifanya ni fikra zake tu ambazo zipo kichwani mwake, ya kuamini ya kwamba akiwa na Angel itakuwa ni sehemu sahihi zaidi kuliko kuwa na mtu mwingine yule. Ni mawazo, illusion pamoja na vitu vingine ambavyo bidada alikuwa navyo, na alijikuta na
sababisha mauaji pia ya hao maex zake, lakini kumbukumbu yeye zikawa zimeondoka kabisa, akawa hakumbuki kitu chochote kuhusiana na hayo mauaji ambayo anakuwa ameyafanya. Yani akiwa Angel akirudi kwa Brenda anakuwa hakumbuki kabisa kitu gani ambacho Angel amekifanya, na hapo ndipo polisi nao pia wakawa wamethibitisha kwamba kuna hichi ambacho kimetokea kwa huyu bidada, so ikabidi wamwachie huru, na bidada akaongozana na Michael na kurudi nyumbani kwake. Na hapa huu mzigo wa kuitwa Angel ndio utakuwa umekatia hapo. By the way, call me Cliff Davis kwenye mitandao yangu ya kijamii kule natumia kama Cliff Davis Mr Story. Nenda pale TikTok, nenda Instagram, nenda Facebook, nenda YouTube, hapa pia natumia kama Cliff Davis Mr Story.